We wadaku, welcome to my YouTube channel. Kama dawa ni Senje Mdakwa Gulf Home and Away, msichana mrembo peke yake kutoka Mumias, Kakamega County. So wadaku, siamsikiaje? Huyo ni Peter Kioi, na huyo ni Peter Kioi anakunywa pombe hadharani mbele yetu, yani akiwa live. Wacheni niwaambie wadaku, mimi naweza kusema hapa, unaona wale watu ambaye wamezingira Peter Kioi, marafiki, that's things called marafiki, hao ni wale watu wa kufanya nini? Wa kuua Peter Kioi. Because tell me why, uko na mwenzako live, alafu anakunywa tu pombe live, anakunywa kama maji, anaimeza kama soup, alafu uko hapo as a man, a whole man, uwezi hata kuadvise rafiki yako, uwezi hata kupea chichi advice, unani Peter Kioi advice, umwambie wacha kukunywa pombe. Lakini Chicha amekaa hapo, anaona tu vile Peter Kioi anakunywa pombe. So Peter Kioi so far amekuwa na safa sana. And by the way, unajua Peter Kioi hananga makao mazuri mahali anakaa. Yani anakuanga tu mtu wa hapa na pale, akuweko na huyu atoke, akuweko na huyu. Yani ni mtu amezoea kuwekwa. Sasa siamsikia aje, Peter Kioi amekuwa na go through a lot. So alikuwa kidogo kukunywa hata dawa ya sumu, afanye nini? Ajimalize. Lakini susikia aje. You see, nyinyi ndio mlikuwa mna celebrate Peter Kioi akichoma kanisa. Akienda kio, when Lady Jacqueline was lying to them at the fall in the mountain. Alikuwa anasema aje? Lady Jacqueline used to say ni fire on the mountain. Fire on the mountain. Peter Kioi anapanda, anasukisha mabango, anapasua altar. Listen. This spiritual intervention is taken into action. Peter Kioi ni hao. Si wadagani? Kuna mtu anataka kutoa Peter kafara, na mimi siogopai kusema hivi. You see these things, you see. Kwani Brian Chira alianza aje? Si hivi. Chira alianza aje? Nokulia hii. Chira alianza aje? Si hivi. Brian Chira alianza aje? Kidogo amegongwa na gari. Chira alianza aje? Alafu mnapanisha Big Daddy ku advise mlevi mwenzake. So what advice can Big Daddy give to a drunkard? What advice can Big Daddy give to a drunkard? Big Daddy is the chairperson of Kenya Drinking Association. Chicha naye anapanishwa kulia kwa Big Daddy kwa Kioi. What is Chicha crying? Chicha at your age. Ambia mwanaume zako ukweli. Ambia Peter Kioi speak spiritual guidance. Seek spiritual guidance. Hii maneno is beyond TikTokers, it's beyond rehabilitation. Enda omba msamaha kwa Mungu kwanza 01. Number 2, anza kuomba msamaha kwa wale wote uliwahi wakosea, watafute mpaka kwa nyumba zao, waombe msamaha. Number 3, ule mgonjwa wa kansa mwenye alikula pesa yake ya kansa, aende kwa kaburi aombe msamaha. I'm telling you, if those do not happen, we are going to lose Peter Kioi. So simple. Hivi tu. Hivi, Peter kulabelewa. Sija kulabe, Peter bele. Ni hao. Simple. So nyinyi mnaogopa kuambia Peter Kioi kweli kwa nini? Tell Peter Kioi he needs spiritual guidance, otherwise things are over. Because nyinyi mnapandisha kwa advice mlevi. What are you advising Peter Kioi to do? So mnataka afanye nini? Nyinyi what do we expect Peter to do? Naona mnapanda kwa platform, Big Daddy anapandishwa, Big Daddy mwenyewe ni mlevi. So he's trying to act sober to advise a drunkard. Chicha anapanda kulia kwa Big Daddy. Kwa nani? Kwa Kioi. Chicha unalia nini? Akakutana na Geoffrey Mosiria. Geoffrey Mosiria akamchukua akampeleka rehab ili kichwa ya nani ya Peter Kioi ije sawa. Na Peter Kioi hata kwa rehab hata kukaa wiki moja. Ndio yeye ameshataka kufanya nini akarudi. What happened was unfortunate, but mine is just to say we have released you in peace. You go in peace. Ikabidi Geoffrey Mosiria amejiuzulu akasign akafanya nini, Peter Kioi akatoka. Sasa Peter Kioi venye alitoka kwa rehab amekuja kuchamba
amekuja kuchamba nani? Amekuja kuchamba Mosiria. Wewe uende useme ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu sana. Utaambia mama yako ni uchungu. Sio mimi. Hamtanitumia kwa advertise kampuni yenu. Just because Peter Kioi ako hapo, ati kila mtu analeta hapo kwa Kioi, Kioi ako hapo. Kama ni uchungu na inakuuma, yako kwa matako. Kino wewe. Msinilete ujinga mimi. Mataka kuni control. Mataka kuni control. Ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu. Inauma. Pelekea mama yako hiyo uchungu yako. Falaji. Sometimes you have to listen to both sides of the story before you come out and judge people. Anza hapo nyuma. Who called you to help me? Mimi nikikunywa pombe yangu inakuhusu nini? Inakuuma nini? To begin with, there is no facility which said I don't need Peter Kioi. It is Peter Kioi who went to the facility na kuambia siwataki. Nastaki kuwa na nyinyi. I said it in the meeting. In the middle of the meeting, I said sitaki kukaa hii rehab because mnanitumia for adverts. Enda kwa post ya Geoffrey Mosiria aliponipost. Utakuta hiyo rehab imepost nini? Walipost nini hiyo rehab? Ama nifunge tena live niende hapo niwaletee hiyo comment yao. Vile Mosiria rehab ni yake, venye Mosiria amemfanyia, venye Mosiria anataka kumtumia kwa sijui advertisements, sijui kuweka kampuni yake, sijui takataka mingi. Na wacha nikwambie kitu moja. Wadako. Huyu Peter Kioi akimaliza hii mwaka wa 2026 vizuri, 2027 itakuwa tricky kwake kumaliza, because tell me why. Mahali Peter Kioi anaelekea kwa kaburi. Mimi hii tu musave tu hii video, siku moja mtakuja kusikia Peter Kioi akimaliza hii 2026 salama na avuke mwaka 2027. I'm telling you, itakuwa miracle. Itakuwa miracle Wadaku. You tell me. Peter Kioi anakunywa pombe in front of people, alafu anaanza kutukana Geoffrey Mosiria, ametukana Geoffrey Mosiria left, right and center, venye sijui yeye ako na nini, venye sijui nini. Na hiyo kitu nilijua. The moment niliona Geoffrey Mosiria na Peter Kioi, nikajua Geoffrey Mosiria anataka kuchukua Peter Kioi ampeleke rehab. Nikajua tu bas. Sasa hapa tutakunywa chai after chai, because Peter Kioi atatoka huko na analewa na anaanza kumtukana nani? Kumtukana Geoffrey. Na kweli alitoka huko na akamtukana Geoffrey Mosiria. Na Geoffrey Mosiria alifanya tu kumsaidia. Na wacha nikwambie Wadaku, angalia marafiki ambao unatembea na wao. Wakati Peter Kioi alikuwa ameenda huko rehab, hakuna hata rafiki yake mwenye alienda kumtembelea kule ndani. I have not seen those friends that we have been drinking with them. Hakuna mlevi amekuja kutembelea. One lesson, I have not seen those that we have been drinking with them. Wenye mlikuwa mnapiga nao tege. Sijawaona. So this is the time you realize you are true friends are. Yeah. Because when you are in problems, when you are facing trouble, when you are facing financial challenges, when you are at your worst is when you get to know who your true friends are. Yeah, sure. And mimi nilikuwa nakunywa kitambo. Mimi niliachanga pombe bila kwenda rehab, nikaacha everything I was consuming those days. Because I realized nikiwa OC, wakati zilinigonga, nikiwa OC, nobody came to visit me on that night. Not even those people we were partying with. I found that I'm alone in this world. Nasema, why should I drink? Why should I have liabilities around me? I don't have friends. The only friends I have is the people who work for me, my cameraman, my driver, those people around me who support my work, what I'm doing in government and what I'm doing in my private life. Yeah. Those are the only friends I have. The rest are liabilities. If you want to be my friend, we have to agree
What am I benefiting from you? Unaona leo kutoka hapa. Kama unataka nikuwe rafiki yako Mosiria, what am I benefiting from you? A friend with benefits. That's the kind of friend you need to keep. If you want to go far, have a friend, own rafiki. Wewe uko na biashara na mimi nitakuja tufanye hiyo biashara, nitengeneze yangu, tengeneze yako. That is the friend. Lakini ya vipindi ati tukunywe pombe, tupatane Friday sherehe, hapa hakuna urafiki. Hao ni wanyang'anya, hao ni watapeli. Wakati uko na shida hawatakuwa, lakini ya pombe atakununulia. Mwambie hauna pesa kulipia watoto school fees, hawezi kupea hata shilingi. So what is the essence of having such people as friends? Umelearn one lesson. Those drinking buddies are nowhere to be seen, and no one has visited you. Ama wanaogopa wakikuja watabaki. No. Guys, let me just say this. First, I will respond to 3 things, and I'm sorry to respond through your camera. Yeah, it's okay. It's okay. About the online critiques that happened last time with Kate Mwende, I fully forgive her. I understand her emotions and feelings about whatever she has been doing. I understand her because she's a person that we have been living in the same house for the longest, and I understand what she meant by coming online to speak, because I know what happened. Secondly, do not have a backlash on everybody. Anything that is happening online about me, leave it for me to respond, or leave it for Team Mosiria to respond, or leave it to Auka to respond. I left Team MVP for Auka. Other thing, I'm not staying for long, so that you guys will miss me for so much time. But the good thing is that there are good plans that I've had you. I've overheard that there are good plans for me. Thank you for that. I will respond to my mom. My mom was wishing to come and visit me. Mom, after all that time, I think she'll connect with you. You will bring her to come and see me. I love you. And the last request I have, I would wish to see people on TikTok one-on-one interactive. I want to see their comments also. I would wish to see from your comments, maybe on Facebook. I don't know Facebook. Much on Facebook, I don't know, but on TikTok, I would wish to talk to them one-on-one, at least for 5 minutes. Tutakupatia hiyo kabla tutoke. Kufanya kitu na Joyce, then I'll give you like 5 minutes. You have an interactive session with them. No problem. You invite me. Sasa. Okay, and lastly, ndugu yetu ako hapa Rabbit Rehabilitation Center, alichoose live yake over alcohol, over any substance, over friends. Leo hii amesema liver yake alikuwa ameambiwa ilikuwa na shida, lakini wakati alipima last, ameniambia nitaona result, amesema iko fit. Kidney ndiye anategea result. But nataka kuhakikisha hivi bro, si umeachana hiyo vitu yote, kidney itakuwa sawa na utapona. Kama mimi nimekuguza hivi, umepita kwa mikono yangu, unapita kama umepona. What we'll do, kwa sababu kuna marafiki walimunyang'anya assets zake and all the resources, when you will be exiting, we'll come here with friends, tutaleta kina Auka hiyo a night before, kina Obidan, tukuje tupige live moja hapa Mzuka, tukufundraise hata kama ni 100k 200k ya kwenda kuanzia maisha. Najua Wakenya watakam through. You have many friends on TikTok, they'll come through. Na hiyo we have always stood with Kenyans for Kenyans. Only boy child. And I will tell them about this. There's only that one thing I will tell you. Thank you for bringing me here. Even if I will not get one book from here. I'm getting out as a man, and I will start from one, and I'll acquire what I need in life. Amejibu hiyo. Umesikia? Amesema ile kitu nilimfanyia mzuri ni kumleta hapa. Otherwise alikuwa anapotelea huko nje. Na mimi wakati waliniricha, nisema the best gift I can give you is to transform your life from drinking, from whatever you are consuming, to this place. You get out a different person. Najua sasa hata mtu akuitia ati huyu kishatoka unataka. Yani nobody. Hao watu wanakujanga wanasema mimi ni rafiki ya Peter Kioi, mimi sijui ni nini. Hakuna mrafiki yoyote ambaye amekuja kutembelea Peter Kioi. Hakuna hata mmoja hivi. Wote walijitenga na wote wakaacha Peter Kioi. Hapo ndio unamuita friends. Hapo ndio unasema ni friends. Huyo Peter Kioi imebakia tu kitu kimoja kwake. Ni either atajinyonga ama atakunywa dawa. Mimi nimeongea, I talk to my own, ama atapata accident ya barabara, because mahali Peter Kioi anaelekea, ama atakunywa tu pombe na imzidi na imchok na akufe. Peter Kioi anajichimbia kaburi peke yake. Anyway, ni udaku tu. Who does that? What happened was unfortunate, but mine is just to say
We have released you in peace. You go in peace. So I think here what we have agreed with the management is that following what happened on was it Friday? Yes. Following what happened on Friday, they have discharged you to either facility of your choice, or ideally they refer to a higher level. This is a small level. You can either go to Mathare and see a psychiatrist to advise you further. Sasa. I'm not to tell you other than telling you thank you so much. So there was an incident that happened here on Friday, and management advised that Kioi be discharged to a facility of his choice or to Mathare Mental Hospital. So that's exactly what has been done, because the management felt that they were uncomfortable with his presence in the facility following what transpired, which I may not be able to talk about it on this phone, but we shall discuss it in a different forum on another day. So atasign anisongea kaya hapo, assign hiyo day. Why is he supposed to sign? Vitu zako ziko ready? Yes. Was also supposed to give me ID. Did it? 24. Get here your ID number. So I think here what we have agreed with the management is that following what happened on was it Friday? Yes. Following what happened on Friday, they have discharged you to either facility of your choice, or ideally they refer to a higher level. This is a small level. You can either go to Mathare and see a psychiatrist to advise you further. So they have given you a referral. I should be very clear that I never caused whatever it was. It was because of other clients and what they did about the search. It was not about mine. Mine was a personal matter. They should be very clear and very straightforward. Mine was a very personal matter, and it was about my baby mom. It was about Kate, who came here and who sent back. Okay, and that was personal. About the strike that was here was not about Kioi, and I was never involved in anything to do with that. And if they want to clarify that, and if they are sure that it is about me, all clients are here, then they are even on lunch. You can even meet them and ask if Kioi was involved in any kind of strike or anything like that. You see, my work is not to come and investigate. Already the institution, It's me who requested. already the institution, they have done their part, and we don't want to go back to what happened, because what happened was unfortunate. But mine is just to say, we have released you in peace. You go in peace. I think that's the best I can do. She's here to tamchukulia vitu zake, then simu yake iko wapi? Yes. Yeah, me I'm just here to release you in peace, so that nisikue kwamba anything transpired ama kuna kitu ilifanyika. But all I'm saying, go in peace and may you get healed in peace. Yeah. Sasa. I'm not to tell you other than telling you thank you so much. Yes. Okay. See, go free. Yeah. Yeah, you are free to go now with
nani Stacy. Vitu zako ziko hapo. Chukua tu mzigo yako. Then you go. I need to see Alex. I should call you Alex. Yeah, I love wacha kwanza uondoke nibaki na Alex. So there was an incident that happened here on Friday, and management advised that Kioi be discharged to a facility of his choice or to Mathari Mental Hospital. So that's exactly what has been done, because the management felt that they were uncomfortable with his presence in the facility following what transpired, which I may not be able to talk about it on this phone, but we shall discuss it in a different forum on another day.